wako, yawezekana ni watoto wako. Ndani ya moyo wako una uchungu na unatamani Bwana auondoe huo uchungu. Kuna mtu fulani amuongei, lakini unatamani Bwana akupatie nini? Ushindi. Tunapoimba wimbo namba 150 tukiwa tumesimama, tusimame. Wimbo namba 150 tukiwa tumesimama. Wewe ambaye unasema Mungu nisaidie, nipe roho ya kusamehe. Kuna mtu kwa kweli siwezi kuongea naye, na kama utoingilia kati siwezi kushinda. Ninahitaji kushinda uchungu, ninahitaji kushinda hili tatizo. Tunapoimba wimbo namba 150, kama kuna mtu kama huyo yuko hapa, tuwe wawili, tuwe watatu, unatamani nguvu ya msamaha katika maisha yako, tembea tuje tuombe pamoja. Hilo ni kundi la kwanza ambalo leo Roho ananiongoza kuomba nao. Kwa hivyo tembea tuje tuombe pamoja. Kumbuka ya kwamba Roho wa Mungu anajua kila kitu na amegusa moyo wako. Kwa hivyo una mtu ongei naye, lakini kuna mtu ambaye unamwomba msamaha hataki kusamehe, na wewe unataka umsameheane pia. Tembea uje tuombe ili Bwana atoe kibali. Wimbo namba 150, twende. Ikiwa kuna watu kama hao, beti la kwanza endelea kusimama, beti la pili tembea uje tuombe pamoja. Twende taratibu hapa. Kuna kitu cha pili tunakiita uchungu. Tunaposema uchungu, uchungu ni nini? Uchungu ni nini? Uchungu ni kutokuwa na furaha, kujawa na hasira kutokana na kutendewa jambo fulani baya. Yaani mtu fulani alikutendea jambo baya, kwa hivyo hata ukimwona unajisikia uchungu. Wengine waliniambia, mmoja aliniambia, kuna mtu nikikutana naye, yani ninahisi kutapika tapika, sitamani hata kumwona. Yani nikimwona nasikia kichefuchefu, simpendi. Na mwingine aliniambia, yeye aliniambia, mwinjilisti, yani siku nikienda mbinguni alafu nikamkuta dada fulani na yeye yuko mbinguni, mimi nashuka alafu yeye namwacha huko. Kuliko kukaa naye mbinguni, ni aheri mimi nifanye nini? Nishuke alafu yeye nimwache huko, nimwache huko, nimwache huko. Kwa hivyo kuna watu ambao wana uchungu na hawataki kuachilia, hawataki kuachilia. Na unajua uchungu unaleta shida. Ngoja nisome hii kidogo. Uchungu ni hali ya huzuni nzito ambayo wakati mwingine huambatana na maumivu makali katika fahamu za mtu, yani kihisia. Wakati mwingine husababisha akili kutofanya kazi vizuri. Kwa hivyo unapokuwa na uchungu alafu huwezi kusamehe, wakati fulani inasababisha akili zako zisifanye kazi vizuri, inaumiza hisia zako. Kwa hivyo utagundua Mungu anapotaka tusamehe, si kwamba yeye anapata faida sana, isipokuwa anataka sisi tufaidike. Bwana asifiwe. Tufaidike, tufaidike. Sasa kutokusamehe, kuna mambo machache nitayaongea, madhara ya kutokusamehe katika afya, kabla sijaenda kiroho. Madhara ya kutosamehe kiafya. Jambo la kwanza natuambia, kutosamehe kuna haribu afya yako, kuna haribu afya yako. Uchungu huleta maumivu makali katika mfumo wa fahamu, kwa maana ya hisia. Hivyo uwezo wa mtu wa kufikiri hupotea, akili inadumaa. Ndiyo maana wakati fulani mtu mwenye uchungu akiwa amekaa mahali fulani, unaweza ukamwita hata jina lake asifanye nini? Asisikie wala asiitike. Kwa nini? Ndani yake kuna uchungu. Kwa hivyo inaleta maumivu ya kihisia.
Lakini pia mtu mwenye uchungu au mwenye kutosamehe anaweza kupoteza hamu ya kula chakula. Yaani kila wakati unafikiria fulani alinikosea, fulani alinifanyia hivi, fulani amenifanyia hivi. Kwa hivyo hata hamu yako ya kula chakula unaweza ukafanya nini? Ukaipoteza. Na kama hamu ya kula chakula itapotea, maana yake ni kwamba inaweza pia kukusababishia vidonda vya tumbo. Mwambie jirani yako vidonda vya tumbo. Muulize unavyo. Sizungumzile vile vya bakteria, ninazungumzia hivyo vya pili. Lakini jambo lingine, hasira husababisha mwili kuzalisha sumu nyingi na hivyo kuleta madhara katika afya. Madhara ambayo yanaweza kuletwa na hasira au chuki ya kutosamehe: 1, kisukari; 2, pressure. Madhara ya kutosamehe. Lakini jambo lingine, tukiachana na hayo ya kiafya, jambo lingine kijamii. Sasa kwenye swala la kijamii, mtu mwenye chuki, mtu mwenye hasira, watu wanamtenga, hawapendi kuwa pamoja naye. Ni wangapi wanapenda kukaa na mtu mwenye hasira? Yaani mtu ambaye hawezi kusamehe, kila wakati yeye ni chuki, akikaa nyumbani ni chuki, akikaa na watoto ni chuki, akiwa kanisani ni chuki, akikutana na mtu fulani ni chuki. Wangapi wanapenda mtu kama huyo? Sasa Biblia inasemaje? Misali sura ya 22 mstari wa 24 mpaka wa 25. Fungua Biblia yako, Misali 22 mstari wa 24 mpaka wa 25. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Usifanye urafiki na mtu wa hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Fungu la 25. Usije ukajifunza njia zake na kuipatia nafsi yako mtego. Mtego. Ndiyo maana sasa Mungu anapoona hayo anataka sisi tusameheane, si kwa faida yake isipokuwa kwa faida yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dawa ya uchungu ni nini? Dawa ya uchungu ni kusamehe. Dawa ya uchungu ni kusamehe. Dawa ya uchungu ni kusamehe. Katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 26 na wa 27. Waefeso sura ya 4 mstari wa 26 na wa 27. Muwe na hasira ila msitende nini? Dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa hivyo ninapoendelea, nataka kusisitiza ni hili: kila mmoja wetu anaweza kuwa na hasira, kila mmoja wetu anaweza kuchukia, hiyo siyo shida. Lakini Mungu anataka udhibiti hasira yako. Usiweke hasira kifuani mwako. Kama ni kwenye familia, ondoa hasira. Sio usiku kucha ni hasira, kutwa nzima mmekasirikiana, jioni yote mmekasirikiana. Yaani mkiwa kwa nyumba sasa ukute wote mna hasira. Baba ana hasira, unasikia baba anaimba kana kwamba anaimba kabesi, kanapiga kabesi gitaa, huyu mwanamke, na mama naye tena ukute naye anagubu. Waswahili wanasema gubu, naye unamsikia kwani unanitisha? Hata mimi nina kwetu. Biblia inasema muwe na hasira ila msitende dhambi, na jua lisichwe kabla hasira yenu haijaisha. Hebu nikuulize swali
mfano, nimetoa mfano wa kisa changu cha jana. Ndio nina hasira, nina chuki moyoni, alafu kama hivyo ambavyo ilitokea, pikipiki ikafanya nini? Ikagongwa, alafu ningeanguka hapo chini nikafa, na hasira iko wapi? Moyoni. Ninaenda mbinguni au? Kwa hivyo kama mwaka 25 ulikuwa na chuki na mtu, ulikuwa na hasira na mtu, tunapoingia mwaka huu wa 2026, ondoa chuki. Haleluya! Ondoa hasira. Bwana asifiwe. Na kama huyo mtu unayemchukia yuko hapa, ni wakati wa leo hii kumshika mkono na umwambie, mpendwa, mimi na wewe ni marafiki, maana tunakwenda mbinguni. Tunakwenda mbinguni. Kwa hivyo wapendwa, hiki kidudu kinachoitwa hasira kinachoitwa hasira ni lazima tukishinde. Sasa jambo ambalo nataka kuliongea ni hili. Kutosamehe ni moja ya sababu ya kutosamehewa. Kutosamehe ni moja ya sababu ya kutosamehewa. Na niwaambie, wakati fulani tunakuja hapa mbele, hata mimi naweza nikaja, alafu tunaanzisha sala ya Bwana. Hebu twende, sala ya Bwana inasemaje? Baba yetu uliye, jina lako, ufalme wako, mapenzi yako hapa duniani kama wapi? Utupe leo nini? Utusamee deni zetu kama sisi nasi tunavyowasamee wadeni wetu. Sasa nikuulize swali. Wakati unaomba sala hiyo na kuna mtu amuongei, kuna mtu umemchukia, huwa ukifika hapo unanyamaza au unaendelea? Utusamee deni zetu kama sisi tunavyowasamee wadeni wetu. Huwa ukifika hapo unanyamaza au unaendelea? Sasa nikuulize swali, kama unaendelea, huwa unamdanganya nani? Huyo unayemwambia akusamee wewe kama unavyowasamee walio kukosea, lakini kumbe moyoni una chuki na karosi. Na ngoja niwaambie rafiki zangu, kuna Ukristo wa unafiki. Huu tunataka tuwache mwaka 2025. Haleluya. 2026 tuwache unafiki, tuwache. Unakuta mtu wa Mungu, mimi simpendi kabisa Elisha, alafu nikifika pale na mikono mitano, mtu wa baba. Bwana asifiwe. Mtu wa baba. Wa Ukristo ufe kwa jina la Yesu. 2026 hatutaki kuwa na Ukristo feki. Tunahitaji kuwa na Ukristo halisi. Kama Mungu alivyotusamee, na sisi tuwasamee walio tukosea. Bwana asifiwe. Ngoja nikuulize swali. Endapo Mungu angekutazama alafu akaanza kuhesabu makosa uliyomtendea, nani angesimama hapa? Nani angesimama? Unajua, ngoja niwaambie, hata hapa tu tupo hapa. Kila mmoja ana kasambi kake. Ni kweli? Ni kweli Na ninamshukuru Mungu, dhambi haina harufu. Kangekuwa na harufu tusingesogeleana. Maana ukisikia harufu fulani unajua ehe. Lakini Mungu akatusaidia, dhambi haina nini? Haina harufu. Hayo ndio maana unakuta hata mtu unamsengenya, alafu baadaye ukimfika hapo huko umetoka kumsengenya, unampa kama mkono, wao, lakini kama angekuwa anasikia harufu kwamba ulimsengenya, nini kingetokea? Kwa hivyo wapendwa, ni lazima tufanye matengenezo tunapoingia 2026. Kwa hivyo kutosamehe ni mojawapo ya sababu ya kutofanya nini? Ya kutosamehewa. Jambo lingine,
kutosamehe kunafanya Mungu asipokee sadaka zako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza ukawa unatoa sadaka, lakini kama hausamehi, Mungu hawezi kupokea sadaka zako, kwa sababu Mungu si masikini. Mwambie jirani yako, Mungu sio masikini. Unajua wakati mwingine tunajitia moyo, nimejenga chuki na watu, alafu naleta mzigo madhabahuni. Ninaleta mzigo madhabahuni, najua Bwana atafanya nini? Ataupokea. Unafikiri unamuonga Mungu? Kama sasa nakuletea hii ongo, Mungu sio masikini. Kwa hivyo yeye apokei sadaka ambazo za mtu asiyesamehe. Ukisoma Mathayo sura ya 5, utasoma kwa wakati wako, Mathayo 5:23 hadi 25. Lakini pia unaweza ukasoma Misali 21 mstari wa 3. Jambo lingine ambalo napoelekea mwishoni, tuingie kwa maombi. Maana ninasema haya kwa sababu hata kama tutaomba mibaraka kwa ajili ya mwaka ujao, lakini una chuki kwenye moyo wako, unamchukia mtu fulani, Mungu hawezi kujibu maombi yako. Hawezi. Kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16 na wa 10 hadi wa 17, Biblia inasema, ungamianeni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Ungamianeni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa hivyo Mungu anataka tuungamiane sisi kwa sisi. Mwenzako amekosa, nenda. Bwana asifiwe. Muone. Bwana asifiwe. Tengezeni mambo yenu, malizeni. Haleluya. Sasa kuna mtu anasema, ili nimsamehe Karosi, ninamsubiri Karosi aje kwangu, ndipo nitafanya nini? Nitamsamehe. Leo nataka nikusaidie, hata kama Karosi alikukwaza, usisubiri yeye ndiye aje kwako. Wewe kama Mkristo, nenda umwambie, ndugu yangu, umenikwaza. Sasa nikuibie siri, ni kwa nini? Unajua mimi naweza nikakukwaza alafu nisijue nimekukwaza. Uongo kweli? Wewe ukiniona moyo wako unadunda, unaenda speed, mapigo yanabadilika, yanaenda speed, lakini mimi nikikuona na relax, sina shida yoyote, na sijui kwamba nilikukosea, na wewe unafikiri mimi najua. Unasema sasa ananichekea, ona ananichekea wakati alinikwaza, kumbe mimi mwenzio naona fresh. Kwa hivyo wewe ndiye utakayeumia. Kwa hivyo dawa ni nini? Amekukosea, nenda umombe msamaha. Wewe mwambie, umenikwaza, naomba tusameheane. Mtu mmoja nilimpenda, alisema Wakristo tukifikia kiwango kifuatacho, kwamba upo ndani ya daradara, alafu umesimama, gari imejaza watu, alafu mtu mmoja anakuja katika kusimama kwake, anakukanyaga mguu wako, alafu akisha kukanyaga unamwambia, mpendwa, samahani. Hata hivyo mimi ndio niliweka mguu wangu vibaya, ndio maana ukanikanyaga. Tukifikia hapo kwenye Ukristo, nataka nikwambie habari njema, mbinguni tutaenda. Sasa kama hivyo ndivyo, dawa ya kupata au dawa ya kushinda ya kupata nguvu ya kusamehe ni nini? Biblia inasema ushinde ubaya kwa wema. Mgeukie jirani yako, mwambie ushinde ubaya kwa wema. Mwambie tena, ushinde ubaya kwa wema. Yaani hiyo ndio dawa. Yaani amekutendea ubaya, wewe unamtendea
Mema, hujanielewa. Nitasema mafungu baadaye, lakini ngoja nikupe kisa hiki ili unielewe. Ninakumbuka wakati nikiwa mtoto mdogo, ndio nimeingia tu kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Mimi sikuzaliwa kwa Wasabato, na wakati tu nimeingia kwa kanisa hili, ninakumbuka siku moja tukapewa programu ya kumwombea mtu ambaye alikuwa na mapepo. Mtu huyu alikuwa ameombewa kwenye makanisa yote na manabii wote unaowajua ambao wako hapa Tanzania. Si unawajua? Wote waliomba, lakini imeshindikana. Sasa tukapewa kazi ya kumwombea. Amekuja kanisani, anataka aombewe. Tukaomba pamoja naye. Na wakati tunaomba, unajua mapepo ni maropokaji. Kuna wakati mwingine nasema ukweli, lakini pia na uongo humo kama kawaida. Kwa hivyo wale wanaoombea pia usipende sana kusikiliza kila neno la pepo unaenda kutangaza pepo kasema. Na ngoja nikwambie, nikuibie siri hii. Pepo akishajua huo unapenda kumusikiliza, ukianza tu kuomba unasikia yule fulani ndio alimutuma na umekaa kabisa pale kanisani kuna mzee mchawi, pepo kasema. Sasa wewe una tofauti gani na mganga wa kienyeji? Sasa nisikilize. Kwa hivyo tulipokuwa tunaomba na ndugu zake wako pale, aka kapepo kanapiga kelele, alafu kanasema aliyetutuma ni Bi Mtumwa. Tulipomaliza maombi, nikaongea na yule mama, nikaongea na ndugu zake, na nikawaambia, nikauliza habari ya huyo Bi Mtumwa ni nani. Wakasema kuna bibi tunaishi naye jirani, sisi ndio tunayempa chakula, sisi ndio tunayempa kila kitu. Sasa nikawaambia pepo huwa hasemi ukweli. Inaweza ikawa ni ukweli, inaweza ikawa ni uongo wa 100%. Kwa hivyo kama hivyo, mkirudi nyumbani, kama mlikuwa mnampa maharage, sasa hivi mpeni kuku. Habari za jioni, mpeni kuku. Na yule mama hali yake ilikuwa mbaya kiasi cha kwamba kazini mambo yake yalikuwa yaendi vizuri, alikuwa anataka kufukuzwa kazi. Sasa nisikilize ili unielewe. Waliporudi wakawa wanampa ile mama kuku na hivyo na vile, lakini baada ya mwezi mmoja mama tena alikazidi kuwa mbaya. Nikaenda hapo kwao, tukaongea, tukaomba. Siku nyingine nimetoka narudi, nakuta binti yake mwingine naye ameangushwa na mapepo, na yenyewe anapiga kelele, aliyetutuma ni Bibi Mtu. Nikuulize, unaendelea kumpa supu au unaacha? Unampa supu au unaacha? Hujanielewa. Ijumaa moja tunapoenda kufungua Sabato, wakati niko nyumbani, nikapigiwa simu. Mama wa huyu mama, yani mama yake na huyu mama ambaye tulikuwa tunaomba naye, ameanguka ghafla, ameparalyze. Na wanapomkimbiza hospitalini, madaktari wanamwambia kwa hali aliyokuwa nayo hatuzani kama atapona. Sasa wamenipigia wananiuliza, mwinjilisti, mama yetu atapona au atakufa? Sasa nimekuwa nabii. Na mimi nikawajibu, anayejua kwamba atapona au atakufa ni nani? Ni Mungu. Kwa hivyo sisi tuombe. Na unajua ajabu, yule mama alikuwa ni mnene, lakini tulipoomba naye, baada ya siku 3 hali yake ikatengemaa. Baada ya wiki akaanza kutembea, akarudi nyumbani. Lakini kumbuka, kesi zote anayetajwa ni bibi nani? Na ndio ukifungua mlango mnaonana uso kwa uso. Vipi, unaendelea kumpenda au? Sasa nisikilize. Nakumbuka mara ya mwisho tumeomba nao, mapepo yanalia, yanasema wachawi wote wa hili eneo wamekubali kushindwa, lakini Bibi Mtumwa ndiye mwenyekiti wao. Yeye amesema aachi mpaka kieleweke. Na mimi nikamwambia, nenda ukamwambie na sisi hatuachi mpaka kieleweke. Na unajua, ngoja nikwambie, baada ya wiki moja yule bibi akaanza kuumwa. Akaumwa, akaoza, akaanza kutoka funza wale. Unawajua wale wakule. Nikisema hivyo imeeleweka? Wale funza wakule wanatoka mwilini, wanatoka.
Kwa hivyo bibi amelala ananuka, funza wanatoka, nikawaambia endelea kumpenda, funza wanatoka, bibi akafa. Siku ambayo bibi alikufa, yule mama aliishi pale mtaani kama mfalme, kwa sababu alikuwa akitokeza tu hivi, wachawi wote wanasema wanamjua, kama mwenyekiti alikufa vibaya. Sisi wengine sasa unasema mjisi, na maanisha nini? Na maanisha unapaswa kuushinda ubaya. Kwa nini? Kwa wema. Kwa nini? Nisome mafungu ya mwisho tuingie kwa maombi. Kitabu cha Warumi, Warumi sura ya 12. Warumi sura ya 12 na mstari ule wa 14, alafu tutakwenda mstari wa 17 mpaka mstari wa 21. Warumi sura ya 12 mstari wa 14, Biblia inasema, wabarikini wanaowauzi. Bwana asifiwe. Wabarikini wanaofanya nini? Yaani mtu amekuuzi lakini wewe unambariki. Haleluya. Mtu amesababisha wakati fulani hata utake kufukuzwa kazi, badala ya kuchukia, wewe unafanya nini? Unambariki. Bwana asifiwe. Wabarikini wanaofanya nini? Wanaowauzi. Alafu Biblia inasema barikini wala msilaani. Fungu la 17, msimlipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote, kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Fungu la 20, lakini adui yako akiwa na njaa mlishe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Adui yako akiwa na njaa fanya nini? Mlishe. Akiwa na kiu fanya nini? Mnyweshe. Ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Haleluya, haleluya. Tunatamani mwaka 2026 uwe mwaka wa ushindi. Kwa hivyo samehe. Haleluya. Kuna mtu ananiambia, mwinjilisti, kuna msemo unasema ukimwaga mboga mimi namwaga nini? Msemo wa Kiswahili huo. Wewe ukimwaga mboga mimi namwaga nini? Lakini mimi nataka niubadilishe huo msemo. Akimwaga mboga wewe kula ugali. Kwa sababu kama amemwaga mboga na wewe umemwaga ugali, si mmekosa wote? Lakini yeye akimwaga mboga, wewe ukila ugali, yeye si ndio aliyekosa, wewe umepata. Kwa hivyo mtu akimwaga mboga, wewe kula ugali. Akimwaga ugali, kula mboga. Haleluya. Kwa hivyo usishindwe na ubaya, ushinde ubaya kwa wema. Leo Bwana ameniongoza na ninahitaji kuomba na watu wa Mungu. Jambo la kwanza ambalo tunaomba, Mungu atupatie nguvu ya kusamehe. Nguvu ya kusamehe. Nguvu ya kusamehe. Nguvu ya kusamehe. Na tunapoingia kwa ombi hili, niombe leo yule kiongozi wangu wa nyimbo, wimbo namba 151. Wimbo namba 151. Ni 151 pastor. Ni 151, 150. 150. Okay, namba 150. Tunapoenda kuimba wimbo namba 150,
kwa sababu tunataka baraka mwaka huu, na nataka niseme nini. Uko hapa, kiukweli ndani yako kuna uchungu. Uchungu huo unaweza ya kwamba kuna mtu fulani alikukosea, yawezekana ni mume wako, yawezekana ni mshiriki mwenzako, yawezekana ni watoto wako. Ndani ya moyo wako una uchungu na unatamani Bwana auondoe huo uchungu. Kuna mtu fulani amuongei, lakini unatamani Bwana akupatie nini? Ushindi. Tunapoimba wimbo namba 150 tukiwa tumesimama, tusimame. Wimbo namba 150 tukiwa tumesimama. Wewe ambaye unasema Mungu nisaidie, nipe roho ya kusamehe. Kuna mtu kwa kweli siwezi kuongea naye, na kama hutoingilia kati siwezi kushinda. Ninahitaji kushinda uchungu, ninahitaji kushinda hili tatizo. Tunapoimba wimbo namba 150, kama kuna mtu kama huyo yuko hapa, tuwe wawili, tuwe watatu, unatamani nguvu ya msamaha katika maisha yako, tembea tuje tuombe pamoja. Hilo ni kundi la kwanza ambalo leo Roho ananiongoza kuomba nao. Kwa hivyo tembea tuje tuombe pamoja. Kumbuka ya kwamba Roho wa Mungu anajua kila kitu na amegusa moyo wako. Kwa hivyo una mtu ongea naye, lakini kuna mtu ambaye unamwomba msamaha hataki kusamehe, na wewe unataka umsameheane pia. Tembea uje tuombe ili Bwana atoe kibali. Wimbo namba 150, twende. Ikiwa kuna watu kama hao, beti la kwanza endelea kusimama, beti la pili tembea uje tuombe pamoja. Acha maneno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema uzuie, ndimi zisichafuke. Najipendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Najipendeni, asema Yesu, wanatii amri. Kwa hiyo tunapoenda beti la pili, una mtu unataka kusameheana naye, una mtu mlikuwa muongei, una mtu ulikuwa unataka umsamehe hajafanya, tembea uje tuombe pamoja ili Bwana atengeneze maisha yetu. Beti ya pili. Ndani mtakatifu, urafiki mzuri, visiharibike mara kwa kunena vibaya. Najipendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Najipendeni, asema Yesu, wanatii amri. Tembea, ni siku ya upatanisho. Tembea, usiingie mwaka huu ambao tumeuingia ubaki na makovu moyoni. Tembea, tembea. Niombe wale ambao wanatumbukiza sadaka zao za shukrani. Sadaka za shukrani kuna muda maalum tutatumbukiza, kwa hivyo tulia tu. Tutembee, tunapoimba beti la tatu tunataka tuende kuomba. Tembea tuombe. Ushindi, nguvu ya Mungu ikusaidie. Tembea. Najipendeni,
wakati anaomba na wewe omba kimoyomoyo. Kwa nini? Unajua Mungu ameongoza hili somo. Unataka baraka mwaka huu. Baraka haziwezi kuja wakati una kinyongo, lazima uachilie. Kwa hivyo achilia. Basi vichwa vimeinamishwa, macho yamefungwa, na nitakapokuwa nikiomba hapa, wewe pia katika vina vya moyo wako mwambie Mungu ni jambo gani unatamani kuliachia, uchungu gani unatamani auondoe. Tunakushukuru Mungu kwa sababu katika miisho ya mwaka 2025 na mianzo ya mwaka 2026 umetuletea ujumbe ambao unasimama kati ya uzima na mauti. Ni kweli ulituwekea hisia katika mioyo yetu, na ni kweli kuna nyakati huwa tunaumizwa na kusetwa vibaya, lakini pia ndani ya mioyo hii yumo Roho wako Mtakatifu ambaye anatufanya sisi kuwa zaidi ya washindi. Wamepiga hatua kuja mbele watoto wako ambao wanajua nini maana ya kuumia, nini maana ya kuvunjwa mioyo, nini maana ya mahusiano kuharibika. Na kwa muda mioyo yao imekuwa ikibubujika hasira na maumivu kiasi kwamba hata pendo lako halionekani ndani yao. Lakini baada ya kusikia neno lako wamepiga hatua, wakisema ya kwamba wao peke yao hawawezi, wanakuhitaji wewe Kristo uwapatie nguvu ya kusamehe. Basi Mungu, ninakuomba kwa ajili ya kila aliyepiga hatua kuja mbele. Kwanza ganga moyo wake, ganga madonda na makovu ambayo ameyabeba, lakini pia ninaomba umpatie nguvu ya kusamehe. Mpatie ujasiri wa kuachia. Mpatie neema ya kuionyesha tabia yako Kristo, ya kwamba dhambi na uovu unapozidi ndivyo wewe unavyozidisha neema. Wapatie uwezo wa kusamehe Bwana. Peke yetu hatuwezi. Ibada zetu zimekosa nguvu, sadaka zetu hazijapata kibali. Naam, hata Ukristo wetu umekuwa wa mashaka kwa sababu mioyo yetu imejaa hasira na chuki. Leo tunaomba mianzo mipya Kristo Yesu. Leo tunaomba ushindi. Leo tunaomba utakaso. Leo tunaomba furaha. Tunaiomba ile amani inayopita akili za wanadamu ambayo tumeikosa kwa miaka mingi kwa sababu tumeshindwa kusamehe. Leo tunaiomba amani hiyo katika mioyo yetu. Asante Kristo, maana umetenda tayari. Asante kwa sababu umewapatia waliopiga hatua kuja mbele ushindi. Asante kwa kanisa zima. Asante kwa ajili ya wale wanaofuatilia online. Asante kwa ajili ya mtumishi wako mwinjilisti Carlos. Asante kwa ajili ya ibada hii ya jioni ya leo. Sasa tunapomaliza ombi hili, tunamaliza kwa ujasiri tele ya kwamba Kristo umetupatia ushindi wa msamaha. Tumeyaomba hayo katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe.
Asante sana Mwinjilisti Carlos kwa neno la nguvu kabisa tunapouaga mwaka 25 na kukaribisha mwaka 2026. Tunaingia katika sesheni nyingine ya nyimbo. Tutamshukuru Mungu kwa njia za nyimbo. Dada Nsami atakaribia hapa mbele kwa nyimbo 2, na wimbo wa kwanza utakuwa Goodness of God, lakini wimbo wa pili utakuwa He Did It For Me. Lakini baada ya dada Nsami tutakuwa na Haika Butoke, yeye atakuja na wimbo unaosema Uniongoza Mwokozi, na baada ya dada Haika Butoke atafata Evelyn pamoja na familia, watakuwa na wimbo unaosema Through It All. Ili kuokoa muda itakuwa ni bandika bandua, mwimbaji mmoja akimaliza, wa pili umeshapeka track kwa fundi mitambo na mnapanda kuja kuimba. Sisi hatutaonekana hapa mpaka waimbaji hao wawe wamemaliza kuimba nyimbo zao zote. Hivyo ataanza dada Nsami, Haika, lakini atafuata Evelyn. Baada ya wasaa wa kuwa na baba pamoja na binti wa pekee na mpendwa, sasa hivi Evelyn anakuja kuimba pamoja na familia. Mnasemaje kanisa? Basi Nsami anapoendelea kusogea hapa mbele, tuwakumbushe kuendelea kuandika maombi. Chukua bahasha ya sadaka. Pastor Elisha atatuongoza kwa ajili ya sadaka jioni ya leo, lakini pia Pastor Butoke atakuwa na wasaa wa kusema pamoja nasi usiku huu. Bwana atubariki sana, tuendelee kubarikiwa katika programu ya usiku wa leo. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness,
With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ooh. Sitting here thinking about where I am now, and I'm where I'm supposed to be. In the middle of His will, I believe. Some people try to tell me I'm not worthy of my destiny, but I'm so glad they didn't give it to me. They were not there when I cried, Lord, I need your help. And you replied, I'm taking care of this myself. Ways being made out of no way. He is doing it for me. The change you see in me today, He is doing it. When they ask me how I made it through, I can say you came to my rescue. This victory points back to you. God did it. He did it for me. Not saying I deserve it all, just saying I had His call. No matter what you see, He believes in me. Oh, He chose me. The gifts He gave me are not easy to carry. I often
in me today. He's doing it, doing it. When they ask me how I made it through, I can say you came to my rescue. This victory points back to you. God did it, did it, did it, did it, did it, did it. Oh, He did it for me. Oh, thank you, Lord. He did it for me. Uniongoza Mwokozi, ndipo nami hufurahi niendapo pote nako, hata niongoza hapo kuongoza, hunishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozaye, pengine ni mashakani, nami pengine rani ni radhi ijayo yote, yupo nami siku zote.
nini sema sifa za Bwana, sifa za Bwana. Nani simulie wema wake mkuu. Acha niseme juu ya uwezo wake mkuu, uwezo wake mkuu, na matendo yake kwangu yalo makuu. Acha nitangaze sifa za Mwokozi wangu, za Mwokozi wangu, watu wasikie jinsi alivyo mwema, wakaweke tumaini lao kwa Bwana, lao kwa Bwana, maana fadhili zake kwetu ni kuu. Acha nitangaze sifa za Mwokozi wangu, za Mwokozi wangu, watu wasikie jinsi alivyo mwema, wakaweke tumaini lao kwa Bwana, lao kwa Bwana, maana fadhili zake kwetu ni kuu. Kwa uwezo wake Bwana tungali hai, tungali hai. Kwa fadhili zake bado tunamwimbia, kwa neema yake twasamehewa dhambi, twasamehewa. Acheni niseme juu ya wema wa Bwana. Acha nitangaze sifa za Mwokozi wangu, za Mwokozi wangu, watu wasikie jinsi alivyo mwema, wakaweke tumaini lao kwa Bwana, lao kwa Bwana, maana fadhili zake kwetu ni kuu. Acha nitangaze sifa za Mwokozi wangu, za Mwokozi wangu, watu wasikie jinsi alivyo mwema, wakaweke tumaini lao kwa Bwana, lao kwa Bwana, maana fadhili zake kwetu ni kuu. Kama vifaranga chini ya mbawa zake,
wamchao Mungu. Ahadi zake ni kweli, zile alosema. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe. Usikatishwe tamaa na mwovu Shetani. Kumbuka ahadi yake, mtazame Yesu. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe. Heri wajao kwa Bwana na matumaini. Kuna tumaini kwao wamchao Mungu. Ahadi zake ni kweli, zile alosema. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe. Usikatishwe tamaa na mwovu Shetani. Kumbuka ahadi yake, mtazame Yesu. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe.
Heri wajao kwa Bwana na matumaini. Bwana atatenda kwao kwa uaminifu. Sikukuu imenyoka na Santa amezawadi.
ahadi zake ni kweli, zile alosema. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe. Usikatishwe tamaa na mwovu shetani. Kumbuka ahadi yake, mtazame Yesu. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani anatuhangaisha, Mungu hatuachi kamwe. Heri wajao kwa Bwana na matumaini. Bwana atatenda kwao kwa uaminifu. Imani imara iweke kwa Mungu, naye atatenda makuu. Ijapo shetani